Wakristo na watu wengi hupoteza maisha yao hovyo kila siku, huku wakijaribu kupambana sana kuyaokoa maisha yao bila mafanikio. Na mwovu Shetani au hata watesi wao wamekuwa wanaangamiza maisha ya Wakristo wengi, na wameweza kuwashinda Wakristo wengi. Na mwisho wa siku Wakristo wanaanza kumlaumu Mungu. Wanaona kama Mungu hatambui wala haoni yale wanapitia, na hataki kufanya lolote kuwasaidia. Lakini mpendwa, nataka nikwambie kwamba kuna sababu ambayo inapelekea wewe hapo ulipo uweze kupoteza maisha yako hovyo, na Shetani akuchezee hovyo anayotaka, na afanye chochote anachokitaka kwenye maisha yako. Kwa hiyo ni vema au ni vizuri sana upate kuelewa siri moja ambayo itakusaidia kuepuka kupoteza maisha yako hovyo. Yaani wewe usife vibaya kama hawa wengine au watu wengine ambao wamekufa vibaya. Na hii ndio siri ambayo nataka kuongea na wewe katika siku hii ya leo, ili kwamba utambue wazi, uache mchezo au uzembe wanaotumia watu wengine au Wakristo warokore wengine, ambapo wanaishia kupoteza maisha yao. Mungu anaona, Mungu anatambua yote. Sio kwamba Mungu amekusahau, bali wewe kuna jambo moja ambalo haulifanyi, na ndio maana unapoteza maisha yako hovyo. Watoto wako wanakufa hovyo, na wewe maisha yako ni ya hovyo. Ninakubariki katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, popote pale ulipo na unaponitegea sikio katika siku ya leo. Mtazamaji na msikilizaji, napenda nikukaribishe kuweza kuungana nami katika siku ya leo ninapokuletea habari njema za ufalme wa Mungu, na siku zote tunamtangaza na kumhubiri Bwana wetu Yesu Kristo. Na ujumbe huu unakufikia moja kwa moja kutoka channel hii ya Canada Christ Holy Followers. Na anakufikishia ujumbe huu katika siku ya leo ni mwinjilisti Edmond Obedi. Pendwa, katika ujumbe wa siku zote huwa tunawaambia kwamba muishi maisha matakatifu, na kwamba muwe nuru na muweze kuangaza na kutoa nuru, ili kwamba watu waione nuru, na kuona nuru hiyo ni kwamba wanamuona Yesu Kristo. Mpendwa, usiweze kupata sababu yoyote ya kuweza kushindwa kuishi maisha matakatifu, maisha ya kutenda haki. Usikubali manyanyaso na mateso na uonevu ambao unaonekana katika mataifa mengi duniani, na hasa mateso ambayo Wakristo tunapitia katika dunia hii. Na kama unavyojua mpendwa, Wakristo wengi wanateswa, wananyanyaswa na kuliwa hovyo katika kipindi hiki tulicho nacho. Wewe usije ukajidanganya kwamba hizi sio nyakati za mwisho. Yesu Kristo anarudi, na ndio maana nakuletea ujumbe huu katika siku ya leo, ujumbe unaosema kwamba hii ndio sababu Wakristo wengi wanapoteza maisha hovyo. Wakristo wengi wanapoteza maisha yao hovyo, na wengi hapa wanajidanganya kwa kudhani kwamba Mungu haoni, hatambui kile wanachokipitia katika maisha. Kwa hiyo nakuta mwisho wa siku wanajikatia tamaa. Wanaona kama Mungu huyu hatimizi ahadi zake, maana alisema nitakuwa nanyi hadi mwisho wa dunia. Katika majaribu, katika mapito, nitakuwa na ninyi. Lakini pia watu wengi huwa wanasahau kwamba pelwa, mtu anapojaribiwa, wengi wanadhani kwamba ni Mungu anawajaribu. Mungu anaweza kukupima, lakini ambacho Mungu hawezi kufanya kwenye dunia hii ni kwamba Mungu hawezi kujaribiwa na maovu, na yeye kwa hiyo hawezi kukujaribu wewe na maovu. Kiona unapitia maovu mpendwa, jua kwamba ni mwovu Shetani.
kila baya, kila ovu linatoka kwa shetani, kila zuri linatoka kwa Mungu aliye hai. Isipokuwa tu shetani, Mungu anaweza kumruhusu aje kupima imani yako. Kuna watu wanaopitia majaribu, kupimwa katika hali ya kupimwa kwa imani yao, na wengine wanapitia majaribu ambayo yametokana na tamaa zao. Kwa hiyo mpendwa, watu wengi walokole wengi, Wakristo wengi, kuna sababu moja inayopelekea wapoteze maisha yao hovyo, na wewe inawezekana ni mmoja wao. Anaposema kupoteza maisha yao, mpendwa, hapa ni jambo la kusikitisha. Unaweza kuwa hujafa, uko hai, lakini wewe ni mtu hai aliyekufa. Hapa naongelea kifo cha kiroho. Na wengi iko hivyo, yuko hai physically, lakini kwenye mambo ya kiroho alishakufa. Na wengine unakuta amekufa kabisa, amekufa hata duniani hayupo. Watu wengi siku hizi wanatumia mawazo yao sana, hata wamshirikishi Roho Mtakatifu, hawamwambii Roho wa Mungu. Mungu hawataki awaongoze. Roho Mtakatifu, Yesu Kristo, anaona kwamba alisha expire. Kwa hiyo wanaishia kufuata njia zao wenyewe, taratibu zao, wanatumia kanuni zao, kupambana, wanapambana kivyao. Wanasema vita ni ya kwangu, napambana mimi mwenyewe, nina elimu yangu na madigiri yangu, acha nipambane na kwa kutumia ujuzi wangu na akili zangu. Mpendwa, usisahau ujumbe wa leo. Ninasema kwamba hii ndiyo sababu Wakristo wengi wanapoteza maisha yao hovyo. Gani wanasema, kwa elimu nilionayo, ngoja nikae chini nifanye plan A, plan B, plan C, plan D, plan sijui 1, 2. Nitatokaje? Mawazo ya mwanadamu. Kwa hiyo mwisho wa siku unapoteza maisha yako, mpendwa. Kwa nini? Umepigana vita vya damu na nyama, physical fight. Nataka ni kuchallenge hapa. Mimi nikwambie wazi, mpendwa, siku utakayoamua au siku utakayoanza kupigana vita katika hali ya knockdown hizi au hizi za hapa tu, Roho Mtakatifu kamwambia step aside kwanza. Yesu haya kuhusu, kaa pembeni. Yesu sitaki kukuhusisha hapa, kaa pembeni. Pale ndipo utakuwa umekwisha kweli kweli, utakuwa umekufa. Maana katika mwili, kwenye vita vya kimwili, hakuna mwanadamu yeyote hapa duniani anayeweza kumshinda shetani. Go prove me wrong. Na ndio maana unaona kwa mfano kwenye taifa lako, hawa mafisadi watawatesa, hawa wanyanyasaji watawanyanyasa, watawafanyia maovu yote ambayo wewe you can never imagine. Kwa hiyo lazima tuombe hekima za kimungu kwanza. Kama itakutaka wewe, kimbia kwanza, huyu mwovu asiweze kufikia, kimbia. Kama Mungu amekuelekeza fanya hivi, fanya vile vile. Wewe komaza moyo wako useme, mimi nina vijana au nina nini, nina nguvu, nina uelewa, nina bunduki, nina mabomu, nina makombora nini. Hautoboi. Ili mradi tu wewe kuna kitu au kuna wito wa Mungu au kuna kazi ya Mungu ambayo ulikuwa unafanya. Kwa hiyo ukiacha kupigana katika ulimwengu wa kiroho,
maana vita inaanza katika hali ya kiroho, and then it is going to manifest in the realm of the physicality, katika ulimwengu wa kimwili. Yani vita imeanzia katika ulimwengu wa kiroho, baadaye ndio inaonekana katika ulimwengu wa kimwili au wa kimwili. Hapo ndio utaona ushindi. Lakini wewe uanze katika ulimwengu wa kimwili, lazima shetani atakutwanga mapema tu. Yani shetani hakawi. Ukimpa ndio maana anasema if you give the devil an inch, atapeleka kila kitu. Yani shetani ukimpa inchi moja, anachukua miliki yote, au anachukua kila kitu. Na ndio maana shetani hautakiwi kwenda wewe kupigana vita yani ya kwako mwenyewe. Na ndio maana hapa ukisoma katika Mathayo 16, tuanzie ule mstari wa 24. Ndipo Yesu akawaambia wanafunzi wake, mtu yeyote akitaka kunifuata ni lazima ajikane mwenyewe, auchukue msalaba wake anifuate. Kwa hiyo Yesu anatoa maelekezo mazuri sana. Yesu anatoa kanuni ya kuwa mfuasi wake. Akasema kitu cha kwanza, wewe ukisema ni wa Yesu, lazima uelewe na utambue na ufahamu wazi kwamba nimejikana. Na anakuambia hivi, Wakristo wengi hawajafanya hiki kitu. Haujafanya hiki kitu mpendwa. Haujajikana we mwenyewe. Na sehemu nyingine inasema wazi kwamba yani wewe kama hampendi Yesu Kristo kuliko mtu yeyote na kitu chochote, hata uhai wako mwenyewe, anasema wewe sio wa Yesu. Very simple and straight. Kwa hiyo ndio maana hapa anasema ujikane mwenyewe. Kwa lugha nyingine, haujipendi wewe kuliko unavyompenda Yesu. Kwa hiyo nasema kama ni kufa kwa ajili ya Yesu Kristo, basi mimi niko tayari. Maana neno la Mungu limetuambia wazi, katika siku za mwisho hizo mtachukiwa na mataifa yote, mtasalitiwa, muuawe mpendwa, mtateswa na kuuliwa kwa ajili ya jina la Yesu Kristo. Huku ndio kujikana kwenyewe. Kuna mtu mwingine au kuna mtumishi mwingine anasema mimi au huu ni ujinga. Lakini bado mtu kama huyu ana wafuasi wengi, lakini wafuasi wake wanajua kabisa huyu mtu hawezi kufa kwa ajili ya neno au kwa ajili ya Yesu Kristo au kwa ajili ya jina la Yesu Kristo. Sasa huyu kweli atakufikisha wapi? Kwa hiyo anasema lazima, hili sio ombi, amesema lazima ujikane mwenyewe na kuchukua msalaba wake na kisha ndio mfuate. Kwa hiyo msalaba katika ulimwengu wa kiroho tunaongelea mateso, mapito magumu utakayopita na kufanya nayo njiani. Injili za kishetani za siku hizi watakwambia wewe kumtumikia Mungu haihusiani na wewe kwa masikini, lazima uwe na vyote ndio kumtumikia Mungu. Yani wewe kushindwa kuwa na utajiri, wanasema wewe sio utumishi. Inaonyesha kwamba hamtumikii Yesu. Pendwa, hii ni injili ya kipagani, ni injili ya shetani mwenyewe. Maana sisi hatumlazimishi Mungu kwamba atupe vitu. Anafanya yeye kadri ya mapenzi yake, anatenda kadri ya mapenzi yake. Hapa Yesu amesema wazi kwamba kumfuata ni kujikana. Kumfuata Yesu ni kubeba msalaba na sio vinginevyo. Na msalaba huu mpendwa, unakuja kwako kwa njia mbalimbali. Unaweza kuwa unapitia hali ngumu ya kimaisha, unaweza kuwa na vitu vyote, lakini nyumbani kwako kuna magonjwa, au unapitia
mambo ya sintofahamu mengi tu ya kila namna. Wewe unajua hali unayopitia wewe hapo lipo. Usikate tamaa, simama na Yesu. Siku ukiacha kusimama na Yesu, unaweza kuona hayo yote yakaisha, lakini sasa shetani akaanza kukugaragaza wewe. Anaanza kubinua na kukurusha na kufanya unavyotaka. Kwa hiyo bora usimame na Yesu, bora ukae na Yesu, bora useme Yesu, kama ni kwa ajili yako niko tayari kufa. Kwa hiyo akasema hivi, kwa maana yeyote anayetaka kuyaokoa maisha yake atayapoteza, lakini yeyote atakayeyapoteza maisha yake kwa ajili yangu atayapata. Kwa maana je, itamfaidi nini mtu kupata ulimwengu wote lakini akayapoteza maisha yake? Au mtu atatoa nini badala ya nafsi yake? Hapa ndipo watu wengi au Wakristo wengi, au hii ndio sababu kuu inayopelekea ninyi kupoteza maisha yenu hovyo. Maana mnapambana kwa nguvu zenu wenyewe. Siwezi nikakubali, hapa nitakuwa ni mjinga, acha na mimi nifanye 1 2 3 4. Haujaomba, haujamwambia Yesu, unatumia hapa au unatumia nguvu. Ngoja na mimi niende gym nifanye mazoezi niwe na kimwili hapa sawa, nianze kupambana physically. Wewe unaenda kufanya vita ya kimwili na shetani unajua ni roho. Wa Kristo tujiongeza hapa, tuyatambue mambo ya kiroho. Kwa hiyo ndio maana hapa anasema kumfuata Yesu ni kujikana mwenyewe. Kumfuata Yesu ni kubeba msalaba, ni kukubali mateso na mapito ambayo wewe haujui atakuja katika njia gani na kwa namna gani. Lakini cha muhimu ni kwamba wewe usimwache Yesu, usijipiganie mwenyewe. Maana amesema mtu yeyote atakaye taka kuyaokoa maisha yake. Yaani hapa kwa lugha nyingine, wewe unajipigania wewe binafsi. Nampeleka mahakamani. Nitahonga mahela mengi, mapesa mengi. Nitafanyaje? Najua nina utajiri. Yani wewe labda unaweka hata imani yako kwenye vitu hivyo navyo. Au kwa watu wengine ulionao. Nina fulani kiongozi, kiongozi mkubwa sana. Kwa hiyo mimi ukinivuruga tunapelekana mbele. Au najua, yani unaona kwamba yani kuna namna fulani ambayo unaweza kujipigania akimwili zaidi. Hata Yesu asipohusika au Mungu asipohusika mwenyewe, kwamba wewe uko tayari unaweza kujipigania. Hapa ndipo anasema mpendwa, lazima utapoteza maisha yako. Lakini akasema hivi, lakini yeyote atakayepoteza maisha yake kwa ajili yangu atayapata. Kwa hiyo kwa roho nyingine hapa Yesu anasema kwamba wewe unaweza kuona wamekuua, wamekutoa uhai hapa duniani, uhai wako umetoweka hapa duniani, wakaona wamekomesha kwamba hauna uhai mwingine. Lakini Yesu anasema kwamba uhai wako bado upo, unaumiliki, uko nao mpendwa. Haleluya. Kwa hiyo Wakristo kama tungefahamu haya, au tungefahamu ujumbe huu, tukautuweka mioyoni mwetu, tusingeogopa kumtangaza Yesu Kristo na kusimama na kukemea maovu yote ya kila namna na dhambi zote za kila namna hapa duniani. Hata iwe katika mazingira gani, uwe mbele ya Wafarao, uwe mbele ya Pilato, uwe mbele ya sijui ya wale watesi wako, lazima utasema wazi. Na ndio maana neno la Mungu linasema wazi kwamba mpendwa, utakapokamatwa ukapelekwa kizimbani huko mahakamani, wewe usianze
kuwaza nitafute wakili, nitajiteteaje, tafanyaje. Hapana. Anasema Roho Mtakatifu atakuongoza, atakupa maneno, utaongea maneno ya hekima mpaka hawa watesi wako watashangaa, waseme jamaa huyu na yeye mbona hajasoma? Hekima hizo amezipata wapi? Kwa hiyo wapendwa, tuache kupigania au kupambania maisha yetu kujiokoa wenyewe. Alishakwisha kutuokoa Yesu Kristo. Kwa hiyo kinachokufa ukiwa ndani ya Yesu Kristo ni hili ni mwili, na sio wewe halisi. Wewe halisi hauwezi kufa, hata wafanye au pitie mashambulizi ya namna gani au vita ya kiasi gani. Lazima mpendwa, hata ukipoteza uhai wako, lazima utajua kwamba akirudi Yesu Kristo mwana wa Adamu, haleluya, waliokufa ndani yake watafufuka kwanza. Nasi leo tutabadilishwa mpendwa. Hii ndio imani mpendwa, hili ndio tumaini tulionalo, na ndio maana sisi hatujipiganii wenyewe. Ninaposema hivi, sijasema kwamba wewe usitumie akili zako, na ndio maana kama unaona kweli kuna hatari, mshirikishe Mungu. Lazima atakupa njia sahihi ya kuepuka na hatari hiyo, kama muda wako kweli haujafika. Lakini kama muda wako umefika mpendwa, hata kabla hujamwambia Mungu, utaona mabaya yamekufikia mpendwa. Wewe usimkane Mungu dakika za mwisho, bali msogelee Mungu sahihi pale unaposikia kwamba hapa kweli niko kwenye hatari. Mkaribie Mungu. Watu wengi siku hizi wanaishi maisha ya hofu, wanaishi maisha ya kutaka kujipigania wenyewe, wanaishi maisha ya woga sana, maana wanaona watesi wao wako karibu sana. Lakini nikutie moyo kwamba Mungu naye yuko karibu sana kuliko mtesi wako, yule anayekutesa, yule anayekunyanyasa, yule ambaye anawakandamiza, yule ambaye ni kiongozi wenu, ambaye atetei haki. Bado anasema kadiri Mungu aisivyo ataweza kuwaepusha na kuwaokoa na hao watesi na wanyanyasaji wenu, watu ambao wanajishibisha wenyewe, wanawakandamiza. Acha mpendwa, Mungu apigane mwenyewe. Wewe Mungu anatumia wewe ambaye unaona Mungu wako anakubaliana na maovu yanayotendeka, ujue huyo Mungu ni shetani. Mungu wako unayeona anakubaliana na manyanyaso yanayotokea hapa duniani, huyo Mungu wako ni shetani. Mungu wako huyo anayekubaliana na ukandamizaji wa haki za binadamu, za watu kuishi huru, watu kufurahia yale mema ya nchi, wananyanyaswa, wanakandamizwa. Wewe unaona Mungu wako anakubali, ni sawa kwamba usikemee. Huyo Mungu wako ni shetani. Haijalishi wewe ni kiongozi wa namna gani, haijalishi wewe ni askofu, haijalishi wewe ni papa Rio, haijalishi wewe ni mtu gani. Wewe yani Mungu unayemtumikia ambaye anakubali manyanyaso na mateso na ukandamizaji na watu kukosa kuwa na huruma ya wanadamu, ya viumbe Mungu aliyowaumba, wewe Mungu wako ni shetani. Inabidi wewe anze kuabudu shetani na muite shetani. Wapendwa, mimi nawaambieni, acheni kujipigania. Mungu yuko vitani siku zote. Atakupa hekima, atakuonyesha njia. Wewe simama na yeye, sema kile Mungu anataka useme. Usianza kunyongonyea useme watanichinja kichwa. Ni kweli, poteza maisha hayo ukiwa ndani ya Yesu Kristo. Anasema utayapata. Maana usitake uonekane mtu safi, bora, mustaarabu kwa ujinga na ushetani. Maana amesema kwamba au mtu atatoa nini badala ya nafsi yake. Kwa hiyo mimi siko tayari kutoa. Hakuna chochote ambacho naweza kunipa wewe shetani, ili kwamba nikuachie na nafsi yangu. Hakipo kamwe. Na ndio maana niko tayari kukemea maovu na uovu unaotokea katika dunia yote. Pero mimi nikutia moyo kwamba acha wewe kujipigania. Sema tu kama Roho wa Mungu anasema, sema mpendwa. Ongea. Watu wengi wamenyongonyea, wamekuwa wanyonge sana, wanashindwa kuongea. Wanasema ni kuikosea serikali heshima, uongozi madarakani.
utaheshimuje shetani anayeongoza? Lazima tuseme wazi, lazima tukemee kila kiumbe na binadamu aliye hai anayeishi kwenye dunia hii. Na sisi tunaamini kwamba hata kama tutapoteza uhai huu, sisi hatuko tayari kuupigania. Maana tunatambua neno hili linalosema kwamba kumtumikia Yesu, kumkuwa mfuasi wa Yesu ni kujikana na kubeba msalaba. Lakini hatutashindwa, hatutakubali tunyamazishwe mpendwa. Lazima tuongee, lazima tuseme. Hata watu msiposikia, milima, mawe lazima vitasikia wapendwa. Lakini siku ya hukumu inakuja ambapo kila mmoja atatoa hesabu ya matendo yake. Mpendwa, simama imara, maana hauwezi kupoteza maisha yako kamwe ukiwa ndani ya Yesu Kristo aliye hai. Mpendwa, ubarikiwe, pokea maneno haya na kubariki katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina.